La, kama unataka kumwoa nitakuozesha, lakini kwa masharti. Wewe ni mgeni kwa Nyau. Sasa basi, kuna kitu nahitaji kwenye familia ya Nyau na mke wake. Kwa hiyo naomba wewe unisaidie kuwatoa kitu ulichowaweka, ili mimi niweze kutimiza lengo langu. Mama, hicho kitu ambacho unakihitaji wewe hakiwezekani, na hilo jambo ambalo umelikusudia kwa shemeji yangu pamoja na dada yangu hutofanikiwa. Mama, mgeni wangu yuko wapi? Kuna wakati naona kina nibanaga chenye kile. Kina nibanaga usiku. Nasikia nywi kina nifinya. Sema sikwambiage tu. Naona kama vile yule anitupa kama nilikuwa simjui, ningesema anaweza kusikia. Lakini kumbe ndiye yeye ametengeneza. Yeye mwenyewe ndiye atakuwa anafanya mauzo. Kwa sababu gani? Mimi nimeshaona mambo mengi kweli kweli. Sikwambiage tu. Lakini mambo mengi toka nimeanza kuvaa kile kitu bwana. Siku nyingine wananifuata watu usiku hivi. Wao milala tu na koloma. Wanifuata watu wamevaa miwani meusi hivi. Wananiangalia hivi. Wakina nani hawa? Hawa nini? Wasanii wakubwa wakina nani? Wakina Mlisho Mpoto wanakuja wananiangalia hivi. Kumbe yeye anaweza kutumia watu kama hao kuja kunifuata mimi kunitishia. Kumbe ndiye katengeneza. Yaani mume wangu unakosea. Yeye ndo ametuletea sisi kwa ajili ya kutukinga. Wewe unajua kabisa hapa mtaani kila mtu hatupendi. Si unaelewa kama mtaa huu una wachawi sana? Ndiyo. Kuna muda mwingine ndiyo sawa inaweza kutulinda. Lakini kuna muda mwingine mimi naona kabisa yule pale yule kama kututengeneza hivi, kutukandamiza kwa sababu hata ile seke lilitokea kuja kutuchungulia lile. Kainde. Nzuri. Karibuni sana. Shikamoo. Marhaba mwanangu. Kaindi, yule kijana alokuambia ndo huyo hapa. Nashukuru sana Bi Tausi kwa msaada wako. Kijana kama nilivyokuambia, ndani tuna mgonjwa. Kwa hiyo tunahitaji uingie, tusaidie kumtoa nje, tumpeleke hospitali. Haina shida, si ndio? Kazi yetu ishaisha. Sasa tunahitaji tuzungumze. Vizuri sana Bi Tausi. Ni heri twende kule nyuma tukaongee vizuri. Alikuwa sio yeye ile siku. Ile siku kuja watu wabaya. Na kama sio hizo kinga ambazo tulipewa, wale watu wangetufanya kitu kibaya. Kwa hiyo maana yake mtu akikosa ile pale anaweza kufa. Ndio. Hapo sasa. Mke wangu, wewe hapa na mimi si mwili mmoja.
Ndio. Sasa hii hapo wewe kwako hii imeshaanza kukubana. Inakutosha? Kinanitosha. Akikubani bani? Kwani mimi nimenenepa? Sasa mke wangu, hii hapa hii wewe nipe mimi. Kwa sababu mimi na wewe mwili mmoja. Usiku nikilala na kuona kubana hivi, mkono hivi. Kwa hiyo wote tunakuwa tunalindana. Nipe mimi mke wangu. Mimi hapa alafu natembea huku mtaani huku. Kuna wachawi kweli bora hata wewe ukitoka hapa unaenda sokoni ukirudi umekaa tu hapo hauna kazi. Lakini mimi sasa kwenye mitikazi yangu huku mtaani wachawi wamejaa wamema. Ukinipa mimi ndio naenda kujilinda. Sasa ili pale juu kachugu nani? Mimi siwezi kukupa mme wangu. Kwa sababu Majengo aliniambia hii sitaki kuvua. Na sio mimi tu, hata wewe utaki kuvua. Sasa mimi nawezaje nikakupa wewe? Wakati kila mtu kapewa kitu chake. Sasa mimi nawezaje kuvua cha kwangu nikakupa wewe? Yaani hapa ni bora tu tuamke hapa twende ndani tukatafute chooni kote huko uani, tutafute cha kwako ukipate. Lakini sio mimi nikupe hicho cha kwangu. Asante sana Binti Ausi kwa msaada wako. Nashukuru kwamba uko bega kwa bega na mimi mpaka hapa tulipofikia. Hamna shida. Tuko pamoja. Lakini umefanya uzembe sana. Yaani mpaka sasa hivi mwanao hataki chakula cha kawaida, anataka kafara ya damu. Na hii ndiyo itakao kugharimu. Kwa sababu hii tabia ataitaka kila siku kadri ya siku zinavyozidi kuendelea. Binti Ausi, ni kweli nimefanya uzembe mkubwa sana juu ya hilo. Lakini bado naendelea kukushukuru. Alafu nilimtuma binti yangu aje achukue vile vivuli nilivyomwagiza. Lakini amerudi anasema hujampatia. Shida nini? Mwanamke anaogopa kufa huyu. Sasa jambo la kunivulia mimi tu kama mume wake. Maana yake haya mambo ya upendo. Unapomvulia mume wako niseme kwamba mimi na nini? Mbona vingine unanivulia? Ikawaida sasa kunilinda mimi sana nafanya. Kwani nyinyi hapa nyumbani kwenu nyinyi waganga wa kienyeji? Hamna. Kwa nini unauliza hivi? Sasa nashangaa wewe Majumba yule pale yule ana utaalamu gani wa kutengeneza vidubani kama? Sijui. Yule anaweza kuwa tapeli wa mambo haya nani haya kufanyaje? Mambo ya mazinga ombo. Ndio wale wanakuwa wanaingizaga hivi makaratasi afu anasema proposa alafu zinatokea hela. Wao wenyewe. Sasa fikiri wale wanaosema hivi proposa walikuwa wanakuja shuleni wanasema wanaweka hivi juu hivi. Alafu hela zinatokea kule. Wewe wenyewe shingmi hawana. Kama ingekuwa hivi basi angekuwa anatulia tu ndani kwake anafanya hela zinatokea. Lakini wanakuja shuleni na tudanganya sisi. Hela hizi hapa wanamchoma mtu huku kisu kinatokea huku. Mara hivi kapona. Ukigeuza ndala hivi mara wanakuambia geuza. Weka ndala vizuri. Maana yake wanatudanganya. Inawezekana Majumba michezo hii anayo. Kazi kutukaza mikono tu. Anatukaza mikono tu usiku. Unaweza kuamka asubuhi mkono hamna. Mimi nakwambia kabisa. Mkono hamna. Lakini twende tukatafute. Unaweza kudharau vitu. Inaweza kuwa kweli mtu huyu ana makarama yake. Twende tukakitafute hicho kama hatujakiona chukua hiki. Twende. Ni kweli nilishindwa kumpatia. Kwa sababu ule usiku nilienda kwenye ile nyumba. Inaonyesha kabisa pale pana kinga. Niliingia mpaka ndani lakini sikuweza kuchukua vivuli. Nikaongea na binti yangu akamletea yule kijana. Anaonyesha yule kijana na kinga. Na ana uwezo mkubwa pia. Jioni nina vikao na nyie. Kuna kitu nataka tuzungumze. Sawa Binti Ausi, mimi nitakuja. Ngoja mimi niende. Uwe na siku njema. Ni bora ndugu yangu tumekutana. Maana kuna binti ananisumbua sana. Lakini katika kufanya uchunguzi wangu nikaona uko Bennett naye. Huyo binti anaitwa nani? Binti mmoja mwembamba hivi anaitwa Deko. Huyo Deko wewe unamtaka, si ndio?
Huyo binti namfukuzia sana, nampenda. Basi sawa, mimi nitakufanyia mpango umpate huyo binti. Nitashukuru. Kwa wakati huu niache kidogo. Utanitafuta kwa muda mwingine. Hamna shida. Poa bwana ndugu. Oya wewe vipi? Mbona unavamia maskani yangu? Shida nini? Shida nahitaji huo mkoba na hiyo si. Unasemaje wewe? Yaani oya, nisikilize mwanangu. Nafikiri wewe unijue vizuri. Hii kazi nimepambania kinoma noma nusu kutoka roho. Alafu unakuja kila rahisi tu unaniambia kwamba nataka hivyo vitu. Umenichukuliaje mwanangu? Oya. Naomba chekecha mwanangu. Kwa hiyo utake kunipatia si ndio? Acha kunizingua babu. Tii sheria. Mkabidhi vitu huyo mtu. Baby, mbona usiwasi hivyo vipi? Mume wangu, huwezi amini. Kibaka kapita hapa sasa hivi kanikuapua mkoba wangu. Kibaka? Shit. Tatizo lako mke wangu hauko makini. Na kila siku nakwambiaga hili swala. Sasa mume wangu siko makini kivipi? Oh, alokuchukulia ndo huyu? Pole sana dada yangu. Vitu vyako hivi hapa. Samahani kaka. Wakati nakuapulia mkoba, hapakuwepo mtu yote aliyokuwa ananitazama. Sasa umevipata wapi hivi vitu? Wakati unakopuliwa mimi nilikuona. Nilikuwepo pembeni tu hapo. Kwa nikafanya msaada kumkimbiza huyo mtu. Asante. Nashukuru sana kakaangu. Sawa dadangu. Asante bwana kaka. Sawa. Sawa. Sasa ulikuwa unaanza kunilaumu mume wangu. Muda mwingine naomba uwe makini. Tunaweza kuendelea na safari. Najua nimewaita na mazungumzo na nyinyi. Katika kikao hichi kati yetu mmoja na matatizo. Na tunahitaji kumsaidia. Na hamna mtu mwingine ambaye anaweza kupambana zaidi ya sisi. Vipi katika ile kazi uliyokuwa umefanikiwa? Ndiyo mama, nimefanikiwa. Kalete. Kaka, unaelekea wapi? Naingia mtaani mara moja kuzunguka tu. Hebu achana kwanza wewe kuzunguka sijui nini. Yaani hapa nipo nimechanganyikiwa kabisa. Yaani siko sawa kabisa ndugu yako. Kuna shida gani? Shida ipo. Shemeji yako amevua ile kinga. Mmeiona hii? Hii ndo kinga ilikuwa inamsaidia Nyao. Sasa inatakiwa tupambane kadri ya uwezo wetu. Tuipate kinga ambayo inamsaidia mke wake. Kwa sababu mke wake naye ana kinga kali sana.